Hongera sana lakini. Asante sana dokta. Nashukuru sana. Sawa. Baridi. Nilikuwa nasikia baridi. Pole baba. Asante mamangu. Alhamdulillah rabbil alamin. Nakushukuru sana Mungu wangu. Mama. Kwani nani amefanya hivi? Nataka kumjua. Damu nzito kuliko maji baba. Unapendwa mwanangu. Dada yako ndo ametoa figo lake. Dangu huyu Yeye. mama. Yeye yupo wapi sasa? Yuko dini huko. Ndio nimetoka kwa kumwangalia. Lakini anaendelea vizuri. Mama. Mimi nasema asanteni sana. Sijui ulikuwa peke yako, sijui ulikuwa na nani, sijui. Ila mimi niko huko ndani sielewi. Nasubiri hatima yangu ya kufa mama yangu. Wananiweka vitu sielewi, mnaingia mnatoka. Mama leo hii nasimama. Siamini macho yangu kama nakuona tena mama yangu. Angalia. Mamangu, sijui nikulipe nini mama yangu. Mudi. Mimi ni wajibu wangu mwanangu. Unategemea utanilipa chochote? Mzazi analipwa. Mzazi alipwa mwanangu. Huu ni wajibu wangu. Nimeuza mashamba, yani mali si kitu kwenye afya. Namshukuru Mungu mwanangu mpaka kufikia hivi. Pamoja na kwamba maradhi yako yameenda kuongeza umaskini. Usijisikie vibaya mwanangu. Lakini kupona kwako ndio furaha yangu mama yako. Usiongee sana utakufuru mwanangu. Mzazi alipwi. Sawa mwanangu. Mzazi anafanya wajibu wake. Mtoto kwa mama akui. Huwezi kukua kwangu maisha yako yote. Huwezi kukua kwangu. Wewe ni mdogo tu kila siku. Sawa baba. Nakupenda sana mwanangu, sana. Yaani kufikia hii hali ulionayo. Mungu ndo kila kitu. Mungu ndo kila kitu mwanangu. Sasa daktari amesema unatakiwa uwe yani chini ya uangalizi. Kwa umakini kabisa tukuangalie mwanangu. Sasa kama unavyojua
Mimi mjini sina mtu yote ninamtegemea. Nguvu yangu kubwa iko kijijini. Kwa hiyo baba yangu, nahitaji nijue unakula nini saa ngapi, kama nilivyoambiwa na daktari. Wewe na mimi tutaenda kijijini baba, ili nikakuangalie vizuri sana mama yako. Nini? Kwa mama sijilambi tena. Kujilamba nini? Utalamba mlenda. Utalamba samaki. Nitakutengenezea roast nzuri mwanangu. Utajilamba. Kwa nini kwa kujilamba ni nini baba? Kujilamba ni nini? Si vitu vyangu. Vitu gani we? We. Na vijua vitu vyako. Hebu nitazame na vijua. Asamba mjaja na juisi yangu. Juisi gani? Daktari kasema marufuku kunywa hiyo pombe yako tena. Umenielewa? Sawa. Umenielewa? Wewe mudi nitakupiga. Au nataka nikutoanisha? Mama ndo kusemewa daktari. Ndo kapa unaliga. Naona biashara siku hizi inalipa sana. Kwa nini? Naona kazi ambazo anatakiwa zifanye Dobi siku hizi unazifanya wewe mwenyewe. Yaani hapo sasa mteja akinunua kazi kama katoa dukani, kumbe kalume moja. Jamani. Ila mimi kinachonishangaza ni kitu kimoja hivi. Yaani wewe kakaangu Ulimi, nguo nzuri unazijua. Tena unazijua vizuri. Cha ajabu sasa. Wewe mwenyewe nguo ambazo unazivaa hujawahi kupendeza hata siku moja. Sasa nikisema nipendeze kila siku, akili yangu ikae tu kwenye kuvaa nipendeze. Wewe mundani utakula nini? Afem niache basi kwanza mima. Odi. Wenyewe huku ndani.
Sister, odi. Karibu. Karibu sana. Asante sana sister bwana. Samahani bwana kaka, nilikuwa mbali kidogo. Haina shida. Karibu. Asante. Fresh sasa. Kuna kazi hizi nimeona niwaletee, sijui kama mtazipenda. Yeah. Hiyo hapo. Haya. Nobody can stop playing. Wow, mashallah umependeza. Karibu sana mpenzi, karibu sana. Mimi wala hata sikupokei. Najua wewe ni mwenyeji hapa, wala hata usinisumbue. Weka tu hapo. Karibu, karibu. Sesh. Yaani nilitaka nishangae kibelenge wewe ukose kwenye pati hii. Ningeumwa mwaka mzima mtoto wewe. Unasemaje? Sisi ndio yenye shule wenyewe. Upo au ingine kuchanjia. Wewe shughuli yako umeandaa hii. Ovyo, kitako juu kama kibasikeli kibovu. Nipishe mimi nipokee wageni wa maana hapa. Yaani kuna watoto wengine wa ovyo sio hata wamelelewaje na wazazi wao jamani. Karibu jamani. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Jisikie uko nyumbani Asante. Jisikie uko nyumbani. Karibu sana. Jamani. Karibu. Karibu huku ndani. No, karibu ndani, pita ndani bwana. Hayo mambo gani hayo? Wewe karibu ndani. Alafu samahani sana kakaangu. Tena naomba unisamehe sana. Nilishakusahau mwenzio. Yaani nilishakusahau kabisa, uweze amini. Lakini naomba unisamehe, umeona kale kapati nilikokuambia mchana ndio saa hizi kameanza na wageni ndio kama ambavyo unaona hivyo. Nakuomba kama unaweza nisubiri japo dakika moja. Yaani nisubiri japo kidogo tu mpaka nikimaliza hiki au uje asubuhi na mapema. Sasa sikiliza, usisubiri nje bwana. Sisi waungwana. Karibu ndani. Don't worry. Karibu ndani. Jisikie uko nyumbani. Karibu. Hii shughuli yetu bwana. Nawe pia.
Hapo mezani hapo. Ofisini kwangu bwana. Au mambo ya sign, wewe tia sign kila kitu hapo. Nikija mwenyewe namaliza. Hamna shida bwana. Kila mtu anaangalia maslahi yake. Katika vitu ambavyo bibi Mati hawezi kujua wala akujua kwamba ameweza kuwekwa katika mtego, tena mtego haswa wa kuweza kumkamata. Basi kama wewe ni mdau na unaikubali movie yetu ya Dunia, onyesha upendo wako kwa kumwaga makopa. Pia usiache kubonyeza neno subscribe lililopo hapo chini. Baada ya hapo, bonyeza alama ya kengele. Hii itakufanya wewe uweze kujiunga na familia hii yenye nguvu na yenye upendo. Basi sasa, bibi Mati kitu alichoweza kukipata ni baada ya dada yake kuweza kuletewa chakula na yule Toni. Toni kama kawaida tunajua kabisa anatumika na bibi Kathe. Kwa hiyo kama Kathe alivyoweza kuahidi kwamba hatomwacha salama bibi Mati, sasa inaonekana anaendelea kufanya kazi yake. Na leo vilikuwa vimeletwa vipaseli vya chakula. Hivyo vipaseli vimeandikwa kabisa majina. Na kama tunavyojua, Manyanya ni mjanja, tena ni mtu ambaye ameweza kushtuka mapema. Basi kitu alichokifanya ni yeye kuweza kukikataa kile chakula. Lakini Mati yeye ameweza kununa bila kujua kwamba Manyanya ameweza kumuokoa. Lakini kwa nini vyakula viandikwe majina? Hapa sasa ndipo tunapokuja kujua ukweli kwamba Kathe ndiye anayehusika na uletaji wa hiki chakula, lakini Toni anaendelea kutumika pasipo yeye kuweza kujua lolote. Twende na mimi moja kwa moja mpaka mwisho ili uje kujua sasa nini kitakuja kutokea baada ya tukio hili. Basi baada ya kuonyesha vitu ambavyo havieleweki kwa ndugu yetu Toni, lakini huyu dada yake na Mati, je, atashtuka au na yeye ataendelea kuwa kilaza kama alivyokuwa tu? Kwa sababu hapa kitu ambacho kitakuja kutokea ni bomu. Yaani hilo bomu vitadanganyika vizawadi, mwisho wake kuja kumpata bibi Mati. Lakini je, Kathe kwa kile alichoweza kukifanya na yule mtu wake aliweza kumtuma, ndipo ugomvi unapokwenda kutokea. Kwa sababu kama kuna vitu ameweza kuviweka katika kile chakula cha Mati na Manyanya ameweza kukimwaga, atasubiri matokeo. Lakini matokeo hayataweza kupatikana kwa sababu Mati ajara kile chakula. Sasa hapa ndipo mtanange unapokuja kutokea baina ya Toni pamoja na bibi Kathe. Kathe amezamilia. Kathe bado ana roho ya kichawi. Kathe bado ana roho mbaya. Na sijui kwa nini yeye anamwandama sana huyu binti. Lakini kitakachokuja kumtokea sidhani kama hata yeye ataamini. Je, unataka kufahamu nini kitakuja kutokea baina ya bibi Violet pamoja na Jordan? Je, penzi litaendelea au halitaendelea? Twende na mimi moja kwa moja mpaka mwisho. Basi usiache kuonyesha upendo wako kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini, kisha uweze kulike, uweze kushare, alafu weka komenti yako. Pia usisahau kubonyeza alama ya kengele. Hii itakufanya wewe kila siku uweze kuwa wa kwanza na kupokea notification za kazi zetu kila siku zinapoweza kutoka. Twende mpaka mwisho uje kushuhudia maajabu na ujanja aliyokuwa nao Manyanya. Je, atamfumania bibi Vai au hatoweza? Hapa ndipo kisanga. Na nini kitakuja kumkuta Cindy pamoja na Mudi? Je, watarudiana au hawatarudiana? Twende mpaka mwisho utakuja kujua nini kinakuja kutokea baina ya wawili hawa ambao waliishi katika ndoa yenye furaha, lakini mwisho wake ikaja kuwa matatizo. Tena matatizo mazito sana. Yaani hapa ni balaa juu ya balaa tu.